And walking on the streets and you meet these street kids walking around, what's always your first impression? Do you judge them or do you beat them? Do you call them all sorts of names? Do you run away because they are dirty? Or do you give them anything to eat while on the streets? Now, today I happened to meet this couple of street kids, and only one of them, who goes by the name KATA, came and he was ready to change. So I'll be looking at his story today, and we get to know what are some of the challenges they go through on the streets and how do they overcome them. Mimi ni Simon KATA. Mimi natokea eneo la Kamukunji. Unajua Kamukunji? Natokea eneo la Kamukunji. Hii ni bangi. Hiyo ni bangi. Lakini upo tayari kuiacha? Unaweza iwacha, unacheki. Unaweza iwacha. Prayers were done. Now Simon KATA has decided to go back to his home, but when he removed his cape from the head, the reverend notices that he has a very bad hair and it's looking shaggy, and he asks him if he could shave his hair, but Simon kujipata unacheki. Nilijipata tu hivyo. Naam. Nilijipata tu nimeingia unacheki. Naam. Naweza badili, mimi najua kuna Mungu unacheki. Amen. Unaona watu unaenda hata unachukua ngundu, unaenda kufanya raundi ya kuokota makoto unacheki. Ukiokota unapatana na mtu anaona tu unakaa kumuiba. Lakini mimi nasemaga nikiamuka ni Mungu tu ameniweze. Kuna mwenye tajiri ananiona vibaya, lakini kesho yake anakuwa ni mimi. Amen. Amen. Sana mimi nataka hata kanisa niingie unacheki. Nikiingia kanisa Mungu atanibadilishia maisha yangu. Amen. 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 One afternoon, Simon KATA decided to surprise us, and he comes into the church. Surprisingly or shocking, Simon KATA happens to meet one Reverend Ndura Wamingi. And since Reverend Ndura Wamingi is this one person with a good heart, he decides to have a one-on-one with Simon KATA. Simon KATA, wewe kazi yako ni kukata. Nikia to video yetu Simon KATA. Wewe Simon KATA niki? Simon KATA anaitwa. Oh, kukaeni unaitwa KATA. Wow. Sasa KATA, ulijikutaje Nairobi? Nimekuja. Ulikuja na lori, ulikuja na basi, ulikuja na pikipiki, ulikuja na uliwalk ama ulifanya nini yani? Hauwezi walk kutoka hapa. Ulikuja na malori, unadandia. Unadandia nyuma mpaka ukafika Nairobi. Sasa ulipofika Nairobi ulijikuta wapi? Mahali panaitwa hapa kwa madawa. Hapa kwa madawa. Kwa madawa? Madawa gani? Ya kulevya. Iko wapi hiyo? Mabeste wangu. Mabeste wa City Stadium. Au ni mabeste wa madawa? Na sasa kule nyumbani uko na mama. Mama yako anaitwa? Mamu yako, mama. Mama sina. Mamangu. Mamangu anaitwa Wanjiro Josephine Wanjiro. Josephine Wanjiro. Mzee ndio yuko. Mzee yuko. Mzee alidedi. Ama uja huku muona. Na mother kwa wapi? Mother si hata yeye alimada. Alikinai. Unaitanga kukinai ama ni kumada? Alafu sasa ulikuwa naishi na shosho? Si hata saa hii naishi. Saa hii unaishi huko mtaa uishi naye. Nikienda huko. Naishi naye. Ukienda huko naishi naye. Ulitoka nyumbani kwa nini? Ongea na nguvu tu. Shida gani? Wewe uko na miaka ngapi? Uko na miaka ngapi sasa? Naenda kufundisha mbao. Sasa ni mashida gani mtu wa mbao? Mtu wa 19, mtu wa 18 years. Mashida gani unaweza kulia wewe? Hadi kufanya utoke home. Kuna shida ilifanya utoke home? Ni kupenda tu juu home kuna food, si ndio? Home si kuna food? Hazipatikanaji hivi. Shosho alikuwa anakupatia food na kula. Shosho. Lakini sasa ndio nakuuliza. Unakunywa uji? Uji.
ulikuwa na kunywa uji mnalala. Hakukuwa na food shosho. Unasaidia tunakula. Yaani tuseme ni home pia kulikuwa na shida ya food. Ndio ilifanya sasa uchomoke. Uko na brothers na sisters. Wananifuata. Pamoja ndio kijana. Kijana ni wawili. Wasichana wawili. Sasa wako home ama unajua kule wanaweza kuwa? Unajua penye wanaweza kuwa? Sahi. Na naonanga, nasikianga kuna mtu aliniambia ati hapa kuna wadosi fulani wanakujanga wanalete madawa wanawapatia alafu wao wanaenda na mnawapatia. Ndio inakuwa ni kweli? Ni watu wanaletanga dawa wana drop alafu inapelekwa wapi? Dawa. Inaleta huku wanauzia huku. Wanaiuzia huko ndani? Unapata mtu ako nazo kwa mfuko, anaenda akiuzaga, kaa nazo. Ndio kishikwa nazo unaona ni hatia. Anaenda akiuzaga. Sasa kwa hivyo kuna wakuuza, wakulete na wakubeba. Na wakubeba. Basi unaona unajua bana. Wewe ushaiuza? Wewe umewahi kuuza? Mimi? Nimewahi uza pasta sio. Unauzanga? Nimewahi uza lakini siuzagi. Uuzangi? Ulikuwa unatengeneza pesa mingi? Nani? Sasa hiyo pesa ukiuza wale wanakuja kuchukua pesa? Wananipea karo abe ama 300. Sasa hiyo utakuwa umeuzia pesa ngapi? Kama 800 ngiri. Kama 800 ngiri. Alafu naona wanakupatia roabe. Roabe ama 300. Na hata kama sijamaliza bado tu watanijenga. Hata kama niliuza 10, lazima nitajengwa bado. Lazima utajengwa. Ni watu wanakuanga watu wasafi, watu wadosi ama ni watu tu machokora? Wenye wanauza? Wanaleta. Ni watu wenye wanaleta ni wasafi. Wanakuja wana magari zao? Magari kubwa kubwa. Zile nganya. Kama ma Range Rover. Kama ile ya Pasta Nganga gari. Kama ile ya Pasta Nganga. Ile nganya. Kama hiyo. Kiprado kile kineni KVX. Watu wako na pesa. Wako na pesa? Sasa wanakujanga hapa kwa roundabout ama wanakujanga kwa mashimu huko na wanawaletea? Hata hapa. Ni kwingi, unajua kama hilo ni kubwa. Hata hapa ni kwingi. Sasa kama hapa wanakujanga wanawachia wapi? Wapi? Hapa kwa roundabout. Hapa. Si hata wanakuja design hadi pale. Wanakuja hadi pale kwa uwanja penye hao walikuwa wametukutana. Nikaongeaga. Hapo kwa hizo mambo. Anakuja nakupatia, anakudunga. Sasa anajua si anajua ni do. Nakuuliza. Sasa anajuaje uko hapo? Huyo sasa mdosi wa madawa atajuaje uko hapo? Si akukosaji watu. Na unajua siku. Na kuna ile siku. Kuna siku ile wanaletanga. Na polisi hawajuangi? Wanajua chini ya maji. After a couple of talkings, Reverend Nura Rungi happens to ask Simon KATA what he should do for him, and Simon KATA tells the Reverend that he wants to go home and meet his grandma. Now Reverend picks up his phone and asks Simon KATA if he can remember his grandmother. Ni sio kweli? Inatoa jina Juma Musioki. Una namba nyingine unajua ya nyumbani? Nyingine? Kabisa yangu. Unaikumbuka? Ako home? Best yako anakuanga home? Huko nyumbani. Uko Ocha. Nipatie namba yake? 07. Nisikie. Halo. Mambo? Poa sana. Mimi naitwa Pastor Warunge. Napiga kutoka Nairobi. Nimepatiwa hii namba na jamaa anaitwa KATA. KATA? Anasemaje? Unamjua? Nieleze.
We uko Subukia? Uko Nakuru? Siko Nakuru. Uko Mombasa. Uko Mombasa? Sio. Sorry basi namba, I think amechanganya namba. Sawa. Sio hadi yako Mombasa. Sasa wewe ni kama hujui hizi namba vizuri. Sasa namba unajua ukikunywa madawa unasahau. Kwa hivyo hata hii ya shosho umesahau. Ya shosho sijasahau. Kuna mahali umeandika? Iliingia kwa kichwa. Na anko? Anko. Kwenu kabisa nyumbani kunaitwaje? Habisa pale kijiji ka nyumbani. Maseno. Subukia. Subukia mahali panaitwa Maseno. Okay. Maseno. Ukiwa Subukia. Kwenda Maseno ni 30 km. Sawa. So mimi nitafanya jitihada nione kama nitakusaidia nikupeleke nyumbani. Sawa? Ndio nikupeleke nyumbani ukamuone shosho. Si ndio? Sababu ni muhimu sana kuona shosho na kukaa na shosho. Na sasa nikikupeleka huko utarudi tena Nairobi. Labda tu kuja kutembelea hivi. Na nikuulize, kuna venye unasikianga kuna vitu vinakuzungumzia kama magosti ama ukilala hivi kuna mavitu naonana? Ukivuta bangi? Na ukikunywa dawa? Dawa za kulevya? Kama gani? Sasa hapa unaletea ngo na bagani? Okay, heroin. Hizo ni sawa. Hapa ni bangi. Bangi. Heroin hata mimi sijui mahali imetoka. Wow. Sister yako anaitwa nani? Sister wangu wawili. Mmoja anaitwa Mary. Huyo mwingine anaitwa Esther. Na brother? Tutaenda utaona huko. Nyumbani. Utaenda tu. Sasa utaoga vizuri. Ndio nikununulie nguo za kwenda nyumbani. Si ndio? Uoge. Na nywele, hebu toa kofia tuone nywele yako. Ningetaka tu kwa sababu hii nywele ni chafu sana. Na hii nywele yako sababu naona ni ya kukua. Ukiweza, ngoja wacha kurudisha kofia. Ukiweza, ukikubali, tuikate vizuri, tuitengeneze vizuri, ifanywe shampoo vizuri, ingare. Ukienda kushoshoa hata kikuona hivi, anasema kweli mtoto wangu amechange. Si ndio? Usikatae tu, wacha ni chafu sana. Ni chafu sana. Tukate yote, ndio machawa, makunguni. Hakuna pasa, angalia mwana. Hakuna bana. Hakuna nini? Chawa ziko kwa nguo. Na nywele ingiagi. Naogaga kichwa kila, si hata leo nilioga kichwa. Na mwili mbona uogangi mwili? Naogea wapi pasta? Kichwa naogea wapi? Uko chini kwa ile kwa tap. Ile sewage tunaogaga na. Ile sewage. Unaogeanga kwa sewage? Sasa miguu niliosha na hivi. Uliosha na sewage? Maji ya sewage ndio ulioga nayo? Hii ni Kanairo bana. Hii ni Kanairo. Unaoga na ile maji iko karibu. Sasa ungetaka uokoke. Toa kofia yako. Sasa unajua ukiokoka utaacha mambo yote mbaya. Usitoe wacha tu ikae hapo. Utaacha mambo yote mbaya ndio ukae vizuri. Nimekuja mbele zako. Unisaidie. Unibariki. Unifungue kutoka kwa minyororo ya shetani. Nataka nikutumikie kutoka leo. Nikuwe mtoto wako. Mtoto mzuri. Niwache uchokora. Niwache kuvuta bangi. Niwache kukunywa madawa. Nikutumikie kama mwokozi wa maisha yangu. Sema amen. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakuabudu na ninakushukuru maana wewe ni Mungu. Asante kwa mtoto huyu
asante kwa kumwezesha hata kufika kwa nyumba yako hii, ndio aweze kupokea uponyaji na aweze kupokea kukombolewa na kufunguliwa. Nilikuwa kama yeye siku moja, lakini ukanibadilisha. Ninakuja kinyume na nguvu zozote za giza, ziwe ni laana za kifamilia, laana za kijamii na za kimaeneo. Ninateketeza na kuangamiza foundation zozote na misingi yoyote ya kishetani iliyoinuka katika maisha yake. Ninaibomoa na iharibu na kuiteketeza na ngome zote za kishetani. In the mighty name of Jesus Christ. Sema amen. 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 Thank you. Umeokoka sasa. Nataka uoge. Nataka nini? Uoge. Sijui nitafanya mkutano. Uoge, tukununulie nguo. Nitaendelea kutafuta jinsi ya kujua kwenu. Alafu nitatafuta venye utapelekwa mpaka nyumbani, tuhakikishe umefika nyumbani. Si ndio? Na Mungu akubariki sana. Sasa asante. Alafu acha tukukabidhi. Also change. Like me. Look me. I'm chokora. But tomorrow I will be a king. Thank you. Umwambie umesaidiwa na watu wa kanisa, wamekupatia mahali pa kulala, wamekupatia chakula, umeng'ara, ulioga ukakuwa mtu mzuri, utawaonyesha picha venye ulikuwa na sasa venye uko, si ndio? Na Mungu akubariki. Mungu akufungulie njia, akufungulie milango yako mahali popote utaenda. Upate kibali. Nipate kibali. Na ukaenda shosho kidogo, alafu mtakuja na shosho, waambie shosho nataka kuenda huko. Ukuje ukaone wale watu waliniokoa kutoka kwa kuvuta gamu, kuvuta bangi. Na tunakupenda sana. Uende, shosho atakuombea, atakubariki. Na ile mapepo yote ambayo ilikuwa imekushika yote katika jina la Yesu Kristo ushinde. Piga magoti chini hapa nikuombee. Baba, katika jina la Yesu Kristo na kuabudu na ninakushukuru kwa sababu ya mtoto huyu. Mwangalia alipokuja katika nyumba hii, alikuja akiwa chokora, lakini sasa ametoka hapa akiwa mtoto mzuri, mtoto nadhifu, aliye na usafi, mtoto ambaye amejikubali na kujua na hata kutaka kwenda nyumbani kuona wazazi wake. Mungu wangu muongoze, maana hakuna mtoto ambaye anakuanga mbaya. Mungu akubariki. Unapoenda nataka nikukabidhi kwa dada hapa, kuja. Na kukabidhi huyu, uhakikishe amefika nyumbani, uhakikishe ameonana na watu wote, kisha mtakaporudi mtuletee ripoti mzuri. Si ndio? Mfika nyumbani, mwambie shosho nampenda sana. Anaitwa nani shosho? Shosho Dungu. Shosho? Dungu. Mwambie asante, mwambie umefanikiwa kupata watu ambao wamemkuleta nyumbani. Elizabeth.
Now, east to west, home is the best. We are headed to Nakuru where Simon will meet his grandma and his siblings. Si twende pamoja.
Now, home sweet home. Here we are with Simon Subukia Kwanjagi, and we'll go with that direction. Tufike kwao, tujue familia yake itareact aje. Mwenyewe nilisikia kwa redio nikashanga. Unaona nyoka wa KATA? Bezele nilikuwa hivi. Nilikuwa na karedio fulani hivi. Juu mimi nilikuwa na dahigura kile inoro, unaona? Kwa higura inoro. Niguate jage wa kahiga shopping center nyoka ndio alisema hata nyoka alisomea hapa kieni. Na kuja. Somea kieni nyoka. Akasema aje jage wa kahiga ni hapo. Ya kurukia Mungu. Kusikia hivyo. Kwambia ni kushangaa. Hata nilikuwa nasema nikiona pesa naweza kuja na huku ndio maziki. Unajua ngeziko hapa kwa shamba. Ya ziko hapa kwa shamba yako. Hapa juu. Hapo alikuwa mkazi. Hata mbao kupatia hivi. Nilikuwa tunaenda kununua mafuta hapo. Ninaenda napatana naye namwambia aje Njage usiniwekee mafuta. Inabaki shilingi 5. Njage unajua kama shilingi 5 hayuko hawezi kuwekea mafuta. Hiyo ni kweli. Hiyo umesema ukweli. Jua hiyo siku ilikuwa hadi shilingi 2. Ilikuwa bado kuchukua hiyo mafuta inabaki shilingi 2 ama kunaongeza shilingi 2. Bila hiyo shilingi 2 Njage Mungu mmoja angekuwekea. Hawezi. Hawezi. Njage mami mimi vile nimemjua nilikasirika mami kisikia. Ndio watu wanakufaa. Watu wanakufaa. Asante. Asante sana. Wewe tutapanda hivyo. Kuna Subukia County. Lakini watu wameanza kujenga jiji. Ai, Subukia sio county. Sio constituency. Na watu wameanza kujenga jiji. Asijui kama zamani. Umpigie hadi mahindi aone. Usiku hivyo kwa nini? Yaogope kuiba siku. Sasa mwenyewe amejiseti kwa huku ndio wanakatananga na panga. Usiku Adijui kama mchana kipatikana. Mwizi. Wasikukote. Endelea tena.
Constituency. Mushero man. Hawezi niambia zingine. Uko vile baba yenu? Hakuniambia. Ndio umefika home? Wapi? Chini wapi? Madhara. Madhara. Madhara sijaenda. Hata baba yenu hujaona? Kwani ni baba yangu? Kwani wambua? Kwani wambua ni baba yangu? Huyu inasemanga kwa kazi. Natoka Nairobi aliko kwa street amesema. Sasa hata ujui mwadhia kwa wapi? For 8 years. Haki? For 8 years ndo tuko nacho tukuje huku na yeye kama shushu yake yako atakaa alafu atarudi Nairobi na yeye kwa kama mtoto. Yaani maitu walikufa. Si alikuwa amejengaga hapa. Unajua hivyo? Mimi kanga matope. Nyumba ya matope. Singana 2015. Habari yako? Nzuri sana. Majina yako kamili ni nani? Jacob Mushiro. Jacob Mushiro. Sasa tu nauliza umefeel aje kuona huyu kijana amerudi na imekuwa miaka ngapi? Nimefurahia kwa hiyo miaka yote ameenda kijana. Hata nimeshtuka nikumuona. Nashukuru Mungu. Kumuona kwa uhai. Nashukuru. Na sasa ni miaka ngapi tangu aondoke nyumbani? Ni miaka 8. 8 years. 8 years. Kama ameenda nyumbani, kama ametoka nyumbani. Umefeel aje sasa leo hii kumuona?
Nimefeel poa. Juu kuona baada ya miaka 8 hiyo, hata siku moja mtu kuenda, unasikia ukifeel vibaya. Juu sasa nimestuka kumuona. Na tangu waende hizo miaka 8 mmewahi kumtafuta? Pangu mimi sijui sasa. Juu alikuwa na wazazi. Wazazi wake wako? Wazazi wako, lakini sijui kama wamehama. Wapi? Wako mahali inaitwa Mathare. Nairobi? Tetu. Mathare Tetu. Wapi? Ni direction yako ni wapi? Nifandie huko chini. Lakini alikuwa anaishi hapa na shosho? Alikuwa anaishi na shosho. Na huyo shosho alienda wapi? Aliaga dunia. Simon, unafeel aje umefika nyumbani? Unafeel vizuri umefika nyumbani? Na unafeel aje muona huyu ni umesema wewe ni nani kwake? Unaweza kaa vizuri Simon? Hivyo ndo tupate hiyo sauti. Unafeel vizuri kwa nyumbani? Na naona kidogo kuna huzuni. Kwa nini? Ukapata bad news. Lakini kwa yote tunashukuru Mungu umefika nyumbani, si ndio? Now, this is a very, actually when we came, it is tuko na story ya kufurahisha na tuko na story ya kuhuzunisha. Kitu cha kwanza tumetoka Nairobi kama tuko na furaha kwa barabara. Simon hapa alikuwa amefurahi kabisa, atamita the late grandma na atakuja nyumbani kwao baada ya 8 years. But again, tumefika hapa, tumepata shosho yake aliaga dunia 2015, which is a very sad story at the moment. Lakini pia kwa wote tunamshukuru Mungu kwa sababu cha muhimu Simon ameweza kufika nyumbani. Na sasa tutaelekea pale Mathare, mahali ambapo panaaminika kuwa wazazi wake wanaweza kuwa hapo. Sasa najua story inaweza kuwa mzito. Kwa kila boma. Sasa huwezi jua. Siwezi ndanganya. Sasa mimi siwezi jua zaidi ya hapo. Mimi ni anko yake. Baba yake na mimi ni cousins. Mimi najua baba, sasa sijui mama yake kama waliachana na baba yake. Mimi naona baba yake tu kwa barabara. Sasa huwezi jua huyu mtoto ni wa kuoleka na yeye. Sasa unaona? Ndio sasa siwezi kuwa na story hiyo kubwa. Sasa sijui wenye wanaishi. Kweli? Wewe unakuoleka naye. Unaona? Labda pale ile kwa ile boma iko na shida. Na huwezi jua. Shosho hata mimi nilimpenda sana. Nisikia kuanguka hata mimi. Nikisikia shosho ameanguka. Nikashtuka. Shosho alikuwa anasimama na kila mtu. Kama kuna makosa anamuita, hiyo makosa unashuruhisha, hiyo makosa inaisha. Sasa nimeshtuka nikumuona. Nimeshtuka. Juu alikuwa kijana mdogo. Sasa nimemuona amenitokea. Aliondoka hapa kama akiona miaka kama ngapi? Labda 10 ama 9. Hata yeye mwenyewe alisema ni 10. Shosho alikuwa anaishi hapa. Na naishi huko. Sasa sisi tulikuwa naishi na yeye hapo. Alikuwa amejenga hapo. Sasa mimi sikuwa naishi hapo. Siko nimeoa. Naitio kazi Thika, naitio Eldoret hivyo. Sasa hata kijana akienda sikujua mimi. Shosho nikamuuliza akaniambia sijui kama alienda mama yake, ndio alitoka akaenda. Sasa unajua baba yake si mtu wa story. Mimi ni kazini yake. Yaani baba yangu na mama yake ya baba ya huyu ni sister na brother. Sasa tukikutana kwa ile barabara tukisalimiana tu, chukua huyo customer yeye peleka na huko kwenye na mimi nichukue nipeleke pande hii. Story mingi watu wako hivyo tu. Lakini ukaa chini eti tuseme bibi yako anakaaje? Tumekaa. Kutoka shosho akufe. Hii boma ilikuwa mzito. Sasa naona ndio jikaisha na Mungu wako, naomba tu bora amani.
Sasa unaona mimi nikimwacha kwa hospitali nikarudi kazini. Nikirudi kazini nikasikia ameshaaga. Sasa alikuwa anaenda kuangalia ni watoto yake. Babangu, shoshe sasa akina huyu hivyo. Iko tunapewa tupee huyu kwa sababu naona shosho yuko. Huyu tulikuwa tunakaa nyumba. Hata nimeshangaa. Si unaona nilikuwa nimeleta hawa hii nyumba nikidhani ati ndio nyumba unajeki. Ukuja si ndio nimekuja hapa. Unaona shosho? Shosho ndio amenisomesha. Na amenisomesha ile shule yenye nilikuonesha tukikuja. Ndio amenisomesha. Niulize kama huyo ni babangu unasikia anaishi na huko. Hizo siku zote. Na mimi nilikuwa nakuja nikitarajia nitapata shosho kama. Haiko shida. Kazini yangu wako na watoto watano sasa. Kuna siku hata unajua namba yangu na kichwa, kuna siku nilikuwa nampigia simu. Lakini ucheki yazi niambia shosho yangu alikufa. Nikamwambia ndakuja kutembea siku moja, nikipata huko Nairobi fare nakula. Unaona? Sasa hizi ndio nimemuuliza ndio niambia leo hapa. Shosho yangu. Unaona? Sasa unajua ni aje? Jamila. Tufanye aje? Huku siwezi kaa kitu hapo unaona. Huko kwa ule anasema ati ni baba yangu. Nilikuwa naishi na shosho yangu. Sasa hata kama nitafanya nini siwao ndio jikutembea. Lakini mimi mwenye amenilea ni shosho yangu. Ajiki. Sasa mimi maneno sijui gani. Mimi tungepata shosho yangu mungejua venye mungeongea na angekuwa. Kama shosho angekuwa ndio angewaeleza maana. Sasa unaona nimekuja apata. Sasa nyinyi juani Kenya mtoka. Niende. Sasa unajua Saimo ndio nimeona sasa hata mkienda babako kama shughuliki na yeye. Mimi aje niende ni haso kivyangu. Sawa. Niende ni haso kivyangu. Sawa. Mungu afungua nje. Sawa. Hivyo ndio mimi ningeweza sema tu. Yeye mrudi na huyu umtumie namba. Ni kweli? Jukawa hata mkitumia baba yake ataruka tu kesi. Hata wangenitoa Nairobi, mungeacha nikae Nairobi. Kama mtarudi na yeye kama namba yako kama namba hiyo nitamtuma on Monday. Sina kwa on Monday. Kama mtarudi na yeye sema sema yenye nataka. Kama tarudi kijiji, tarudi. Kama tarudi Nairobi, hamjafanya kazi ya bure. Hamjafanya kazi ya bure. Kama ni boda, nimekwambia boda utapata huko chini. Sasa kuteremka distance tena hapa ni mbali sana. Nadhani ni hapo. Mimi nilikuwa nakaa na shosho hapa. Si niko ile unaona ile waindi iko huko. Na tulikuwa tunakaa hapa. Hapa. Yo, guest house inaweza kuwa pesa ngapi hivi? Yo, palipa kulala.
hata nyumba lazima mchukue picha bwana. Eh? Lazima hata nyumba mchukue picha.